الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waheshimiwa Waislamu, kama kawaida tunakumbuka sote kwamba tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hadithi ambazo tunaendelea kuziona ni hadithi zinazoelezea hukumu mbalimbali katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika kitabu chetu Umdatul Ahkam, Sheikh wetu atusomea hadithi ya kufuata inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithi an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam falam ya'ib as-sadimu 'ala al-muftir wala al-muftiru 'ala as-sadim. Hadithi hii ni katika hadithi ambazo zimekuja kwenye mlango wa saumu safarini, as-sawmu fi safar, hukumu ya mtu kusaumu akiwa safarini. Je, inajuzu mtu afunge katika safari yake? Kama mnavyotambua, Allah subhanahu wa ta'ala kaijalia dini hii ya Uislamu ni nyepesi. Ad-dinu yusrun, hii dini nyepesi. Aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ad-dinu yusrun wala yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba. Dini ya Mwenyezi Mungu ni nyepesi na hakuna atakayetaka kuikaza dini zaidi ya jinsi ilivyofunzwa, isipokuwa dini itamshinda, kwa kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alijalia ni dini ya maumbile. Yule ataifuata Uislamu kwa sheria na kwa utaratibu wa sunna hapati usumbufu wa kitu chochote katika maisha, kwa sababu ni mambo Mwenyezi Mungu ameyaweka yanakwenda sambamba na uhai wako. Hakuna siku mtu atakuwa kwa kufuata dini eti ameshindwa kuishi, eti kufuata dini ameshindwa kuwa katika maisha ya kawaida na watu wengine. Ndio maana Mwenyezi Mungu katika dini alituwekea ruhusa, akatuwekea ruhusa za kusamehewa baadhi ya hukumu na baadhi ya mambo ambayo yalikuwa ni lazima kwa wakati fulani, lakini panapotokea wakati mwingine mambo hayo yanaachwa. Mtu unakuwa na uhuru wa kufanya jambo hilo, hauna ule ulazima tena. Katika mambo ambayo tuliwekewa ruhusa ni ibada ya saumu, ibada ambayo Mwenyezi Mungu alitufaradhishia kwa mwezi mzima. Haruhusiwi mtu kula hata siku moja maadamu hana udhuru. Ni lazima upatanishe siku 30 hadi kukamilika, lakini pakitokea udhuru, Mwenyezi Mungu akaturahisishia, akatuwekea wepesi kwamba mtu anaweza akala na akaja kulipa baada ya siku zile za udhuru kuondoka, na saumu ya Ramadhani muda wake ukiisha, wewe ukaja kulipa ile siku ambayo ulitumia mchana katika siku hiyo. Hadithi tuko nayo ni hadithi ya sahaba Anas ibn Malik, Allah amridhie. Huyu Anas ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni katika masahaba zama za Mtume walikuwa vijana wadogo. Mtume alipohamia Madina sallallahu alayhi wa sallam, mama yake Anas radhiyallahu ta'ala anhu alimleta kwa bwana Mtume ili na yeye achangie, kwa sababu watu walichangia kumpokea Mtume na kumhudumia. Sasa huyu mama akafikiri nini itasaidia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamleta kijana wake mdogo ana miaka 10 anaitwa Anas. Akamwambia, ya Rasulullah, unaisu na hadha ibni ataitu bihi ilayka liyahkuma.
Mtume wa Mwenyezi Mungu, kijana wangu Anas akasema Unais, na Waarabu wakitumia tasghiri, jina ambalo lina kawaida yake, alafu wakaligeuza msemo. Mfano Anas akasema Unais, tasghiri inakuwa na maana mbili. Maana ya kwanza, ima kitu unakidharau au kitu muhimu. Waarabu wasema mtu akiwa ni mwanamume wa rajul, lakini mtu akimdharau sema hadha mjayy, maana amemdharau, yani mjayy amemshusha daraja. Hiyo ni maana ya kwanza ya tasghiri. Maana ya pili, tasghiri ina maana ya huruma, mapenzi. Unamhurumia mtu mpaka kwa hutaki madhara yoyote yampate, kwa huruma mwingi. Kama si una mtoto unaipa unai kanani hapa, si kwa maana kwamba umemdharau, lakini huruma na mapenzi. Kwa mama akamwambia Mtume, Unais na hadha ibni, kijana wangu huyu Anas, ni maana kwa alama ya mapenzi na huruma kwa mwanae. Ataiikailiatuma, nimemleta mtoto huyu kwako ili akuhudumia, akufanyie kazi. Kwa Anas akaanza kumtumikia Mtume alayhi salatu wassalam, angali ni kijana wa miaka 10. Ndio alisema kwamba khadamtu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 10 sinin, nilimtumikia Mtume wa Mwenyezi Mungu miaka 10. Sikusikia siku hata moja ananiambia fanya hivi, acha hivi, hata siku. Kama kuna jambo ambalo nimesahau kufanya, akija mwenyewe anafanya mwenyewe, na alikuwa mwenyewe akiona uchafu ndani kwake anafajia mwenyewe bila kumwambia sallallahu alayhi wasallam. Hii ni akhlaq za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na watu wa nyumbani kwake, watu wakumsaidia shughuli. Kwa hivyo huyu Anas alikuwa ni kijana ndani kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikulia kwa Mtume. Mtume alayhi salatu wassalam alifariki Anas ana miaka 21, kwa sababu alikuja kwa Mtume na miaka 10, na ndio pale Mtume amefika Madina. Kwa hivyo Mtume aliishi Madina miaka 11, Anas alikuwa mfanyakazi kwa Mtume. Kwa hivyo alipokea hadithi nyingi za maisha za ndani kwa Mtume, alipokea na akawa ni mmoja katika watu wapokezi wa hadithi nyingi za Bwana Mtume alayhi salatu wassalam za nyumbani kwake, kwa sababu alikuwa ni mtumishi wa Mtume. Halafu katika maswahaba Anas al-Muammarin waliobahatikiwa kuwa na umri mrefu, Mwenyezi Mungu alimjalia Anas akawa na watoto na akapata wajukuu. Maswahaba wengi walifariki wakamwacha Anas akiwa hai, na mpaka inasemekana Anas radhiallahu anhu katika uzee alikuwa akiwauliza wajukuu wanaye, hivi kuna sahaba yoyote wa Mtume bado hai? Na alijihisi kwamba ameshazeeka, hatembelewi na masahaba hawaoni, akajisi labda hakuna sahaba tena wa mwisho, labda yeye amebakia. Kwa nini alikuwa anajihimiza na maulizo haya? Kwa sababu alikuwa alimsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam akitoa bishara katika maisha yake kwamba akhirukum mautan fa finnar, sahaba wewe wa mwisho kufa, sahaba wa mwisho kufa miongoni mwenu itakuwa ni kwa sababu ya moto, itakuwa ni kwa sababu ya moto, kwa maana ataungua. Anas akawa anauoga labda yeye ndiye sahaba wa mwisho, asije ikawa maneno ya Mtume sallama ni kwake ndio yatafikia yakathibitika. Wakimwambia masahaba fulani amefariki, fulani anasikitika, fulani amefariki anasikitika, lakini hakuwa wa mwisho kufa radhiallahu ta'ala anhu. Sahaba wa mwisho kutoka duniani ni sahaba anaitwa Abu Tufail Amir bin Wahira al-Asqari. Huyo sahaba wa mwisho, na lile alilotabiri Mtume ndio lilitokea kwa sahaba Abu Tufail. Alikuwa juu ya nyumba yake, nyumba za zamani sio kama leo na nyumba nzuri, lakini nyumba yake ilipata hitilafu kidogo, akapanda juu ya nyumba kwa ajili ya kutengeneza. Kumbe chini huku mkewe anachemsha, anapika mafuta yale alikuwa anafanya biashara na nini, mafuta yameshachemka kabisa kwenye moto, mzee yuko juu kwenye nyumba, miti ni mibovu,
miti ilikatika, yakadondoka mpaka kwa kile kiango cha mafuta, mafuta yakamrukia yeye, ndio sababu ya kifo chake. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Huyo ndio mtume wa Mwenyezi Mungu. Kile aliyetabiri miaka ile ikawa kimetimia kwa usahaba, kwa sababu ya kufa kwake ni moto, wala haikuwa Anas kama alivyokuwa akipata uoga wakimwambia wanaye wachukuu zake kumtamilisha kwamba masahaba wamekwisha, analia. Mtu mwingine anasikitika kuona masahaba wote wamefariki. Almuhimu, alidumu umri mrefu baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anatokea hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu safari na saumu kwenye safari. Anasema tulikuwa tunasafiri pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakawa miongoni mwetu baadhi wanafunga, yani saumu ya Ramadhani, baadhi wanafunga na baadhi hawafungi, na hakuna waliyewaaibisha wenzao. Yani ikiwa wamesaumu watu, hakuna watu wanaambia nafunga kwa nini, na Mwenyezi Mungu ametoa ruhusa, hakuna. Na hakuna wale walaumu wenye kula mchana, kwa nini mnakula mwezi wa Ramadhani? Ni maana hili lilikuwa ni dalili ujawazi, ni dalili inakuja kujuzisha kwamba mtu ameruhusiwa katika safari, ana hili au lile. Akiamua kusaumu anaweza akasaumu, akiamua kula anaweza akala, na hakuna atakayemwaibisha mwenzake kwamba kwa nini umesaumu au kwa nini umekula. Hadithi hii ni dhahiri kwamba kuna hadithi ilitangulia katika mlango huyu wa saumu safarini, kwa sababu ruhusa mnapojua ni ruhusa inatolewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakika Allah anawapenda waja wake, anapowapa ruhusa wanafuata ruhusa alowapa, hawaendi kinyume. Sasa ikiwa kuna watu walisaumu na kuna watu walikula na hakuna aliyemwaibisha mwenzake, na Mtume akiwa pamoja nao, ina maana yeye inajuzu, hili linajuzu na hili linajuzu. Vipi itakuwa ile ruhusa ya Mtume ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Halafu vipi itakuwa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Anasema laisa min albirri siyamu fi safar, si katika wema mtu kusaumu safarini. Na siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa safarini na maswahaba, kunde waliona mbali kule kundi la watu kama walikushangilia, watu wakaenda kutazama, wakamkuta yule mtu amedhirai kwa ajili ya mchoko na njaa. Alikuwa safarini, akafunga, mchoko ukawa mwingi na njaa, akaanguka kiu, wakampepea. Ndio akamletea Mtume habari kwamba ni mtu alikuwa amesaumu na yuko safarini, sasa amedhirai kwa njaa. Ndio Mtume akamwambia maneno haya, laisa minalbirri siyamu fi safar, sio katika wema mtu kusaumu akiwa safarini. Hizi hadithi zote wanavioni walizikusanya. Ikiwa mtu katika safari yake ni mdhaifu na hana nguvu ya kuweza kuvumilia ukali wa njaa na kiu, halafu akasaumu na yeye kwa safarini, ili jambo kwake halijuzu, kwa sababu anajiweka kwenye hatari ya afya, anahatarisha afya yake na maisha yake. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, Allah anakutakieni wepesi na hakutakieni ugumu na uzito. Baada ya kutuamrisha amri ya saumu, akafuatisha aya hizo kama dalili ya kuonesha kwamba yule atakayekuwa katika hali ya uzito ya afya au uzito wa kuvumilia njaa kwenye safari, asisaumu, ale mchana ndio bora kwake.
Lakini ikiwa atasaumu akaweza mpaka jioni, saumu yake inakubaliwa, lakini ni khilafu au la, amefanya kinyume na ubora. Kama angeikula thawabu zake zingekuwa ni nyingi zaidi kuliko kusaumu kwa shida. Ndivyo wamesema zaidi. Tunakwenda kwa mtu wa pili, ni mtu ambaye hapati matatizo, hana shida, njaa haimsumbui na ni mvumilivu na afya yake inakubali. Huyu pia ikiwa atakula mchana na hali njaa haimdhuru, hana tatizo, kwa sababu ni ruhusa ameruhusiwa na Allah subhanahu wa ta'ala safarini, kwamba anaruhusiwa kula. Lakini ikiwa atajizuia kwa sababu anaweza pia, kwake hakuna shida. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hatomlaumu kwa chochote, kwa sababu amefanya ruhusa aliyokubaliwa na sheria ya dini yetu ya Uislamu. Kwa haya maneno anasema Anas radhiyallahu ta'ala anhu, tulikuwa tunasafiri na Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, wakiwemo miongoni mwetu wenye kuswaumu na wakiwemo wenye kula mchana, lakini hakuna wanaoaibisha wenzao. Ni pale hakuna kasoro inayotokea, pale hakuna kasoro, kwa maana watu wameswaumu hadi jioni, hakuna tatizo. Lakini mtu akiswaumu akashindwa, akadhirai, akaanza kupepewa kwa sababu ya kuzidiwa, huyu analaumiwa. Kwa nini hawezi kuswaumu lakini amejitia kuswaumu? Kwa nini hawezi kuswaumu lakini amejitia kuswaumu, na alipo na ruhusa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika hiyo? Kwa hivyo hadithi hii kama mlivyoisikia, ni tumeeleza sharhi kwa kirefu kutokana na yanayesemwa na wanavyoni kwenye hadithi. Alafu kuna faida ambazo zimetajwa kwenye hadithi, baadhi nimeshazitaja na baadhi zimetajwa kwa kwenye kitabu. Na ya kwanza tumeshataja jawabu alfitri fi safari, yani dalili hii hadithi imekuja onyesha ruhusa ya sheria mtu kula mchana akiwa safarini na asilaumiwi. Akila mchana asilaumiwi, maadama ilo jambo ni ruhusa ya Allah subhanahu wa ta'ala kwake. Ruhusa ya kula mchana pia inaambatana na ruhusa ya kusaumu. Ikiwa atasaumu pia huyo watu wasimlaumu ikiwa anaweza, lakini akisaumu na yeye anashindwa, anachoka, anajirai, anapepewa, anamwagiwa maji, huyo hali mchana, kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemruhusu kula mchana. Faida ya pili, tendo hili la hawa kula na hawa kuendelea na saumu lilifanyika na Bwana Mtume alayhi salatu wassalam akiwepo na akishuhudia. Kwa hivyo kukaa kwake kimya ni aina ya sunna, inaitwa sunna takriria, sunna ya kukubali matukio fulani yametokea, Bwana Mtume ameyaona, akiyapasisha akakaa kimya, kwake inakuwa ni sunna. Kwetu tunayapokea kwamba hiyo ni sunna imethibiti, kwa sababu Mtume aliliona hilo jambo akaliridhia. Ni kama tunaposema kenge watu wanakula, tunapoita kule nyumbani, Mtume hakula kenge, lakini aliwaona watu wanakula kenge akakaa kimya, yeye hakukataza wala kuamrisha. Ikawa ni sunna kwamba kula kenge si haramu, inajuzu, kwa sababu ingekuwa ni haramu watu si wangelikula kenge, alafu Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaruhusu bila kukemea. Kwa hivyo hadithi ni ikramu nabii alayhi salatu wassalam ashabahu ala siyam wal fitri fi safari, kukiri kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam masahaba wake, baadhi wafunge, baadhi wale mchana, ni dalili ya kuonyesha kwamba hayo mambo mawili yote yanajuzu
pindi hapatokuwa kikwazo chochote kwa wale. Inshallah hii tumetosheka na hadithi moja ambayo ilikuwa inatuhimiza au inatufunza hukumu za safari kwa mtu mwenye kusafiri akiwa anafunga. Sheria inamwambia nini? Kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faman kana minkum maridan au ala safarin faiddatun min ayyamin ukhra, hata ikiwa miongoni mwenu ni mgonjwa au yuko safarini wakati wa swaumu, basi huyu wani mchana, halafu atahesabu idadi ya siku atazotumia safarini, siku zingine baada ya Ramadhani aje kuzilipa kama alivyokuwa ametumia. Ndio hiyo ruksa ambayo Mwenyezi Mungu ametuwekea. Ndugu zangu, katika siku kumi za mwisho tuweze kuacha kuzindua hili. Ni siku za ndio siku za kuvuna. Hizi ni siku za kuvuna. Watu waamke, watoke kwenye raha walizonazo na usingizi, wadumu katika kumwabudu Allah usiku wao, wachukue masaa marefu ndani ya usiku kwa ajili ya kumwabudu Allah. Waombe dua kwa wingi. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Waombe dua hizo kwa wingi. Ye Mola wetu, wewe ni msamehevu na unapenda kusamehe. Tuombe msamaha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuombe huruma kwa Allah, nakrah amama Allah, tujitupe mbele ya Mwenyezi Mungu. Unajua, kama kuna kiongozi au kuna mtu mwenye mkali ambaye akikasirika anatoa adhabu kubwa, kisha umekosea ukajitoa huko ukaja mbio mpaka mbele yake ukaanguka ukaanza kugagaa mbele yake na kulia, jamani, hata alikuwa ni mtu mkali wa kuadhibu namna gani akakuua na nini mnataka hapa, utasamehewa. Huyu ni kiongozi wa kawaida. Kama babu rabbil alamin, ambaye itakuwaje Mwenyezi Mungu Mola wa ulimwengu ambaye ametuambia kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Waambie waja wangu, waja wangu ambao mmefanya madhambi mkapindukia, asrafu ala anfusihim, mmefanya madhambi mkapindukia kwa wingi wa madhambi. La taqnatu min rahmatillah, mnapoelekea kwa Allah msikati tamaa ya wema wake. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala ni msamehevu, ni mwenye kusamehe madhambi yote kwa wale wanaporejea kwake na kutubia na kuomba msamaha. Allah anasamehe madhambi yote. Siku 10 hizi ambazo tumekwisha maliza moja na leo tunaelekea kumaliza ya pili katika siku 10 za mwisho. Uislamu, yule ambaye anayejitolea muda wake akasimama kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaika wa Allah wako pamoja naye, jina lake linatajwa kwa Allah, rehema za Allah zinamimilikia, ujira wa Allah unamkusanyikia, na zaidi ya yote akijaliwa kudiriki usiku wa Lailatul Qadri, huandikiwa ujira kama aliyefanya ibada zaidi ya mtu akafanya ibada miezi 1000. Mwenyezi Mungu atujalie kuwa katika wale watakaobarikiwa bahati hiyo, na atusamehe makosa yetu, atuhurumie kwa yale tunayoyafanyia upungufu kama binadamu, kwa sisi ni wapungufu, naye Mola wetu ni mwingi wa msamaha na huruma. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutendee sawa na huruma wake kwetu sisi, sio sawa na matendo yetu kwake yeye. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.
maswali. Bismillah.